Umekaa muda gani tayari hapa? Hapa? Siku mbili. Juzi na jana. Umekuja juzi ya juzi? Nilikuwa natoka Makueni. Ulifanya nini ukaletwa hapa gerezani? Hiyo ilikuwa mambo ya development. Tulikuwa watu wangapi? Tutoto tuwili, si vijana wawili. Na kijana mwingine niko naye. Na tumesikwa sisi watu wawili. Kwa hiyo wale wengine wajasikwa. Sasa kuzikwa yetu, unajua ile nini ile mtoto alienda kupimwa ni wa miaka 15. Ameenda kupimwa ni yule amenichochea na mama yake. Mimi siyapimwa. Haya, huenda kwa nini? Kwa koti, mimi unajua nilikuwa mgonjwa. Kwa miaka ngapi? Mbele. Kabla pato jaonana na bibi yangu. Umekuwa mgonjwa? Mimi kwa usazi. Nilikuwa nakula, hata nilifanyiwa nini hapa Makueni. Ndio nilifanyiwa. Ulikuwa unatibiwa? Upasuaji. Haya, sasa kafanya nini? Nikakuja nikapasuliwa. Tukiuliza jaji, anatuambia ile mtoto iko na mimba. Tunajua tuko watano. Lazima tufanywe DNA. Wote? Yapanywa namna hiyo. Ile nini? Ile kufungwa ya moto ndio anasomewa afanye nini? Mimi sina msaiti amenikuta. Hakuna. Na huyu mtoto ni nani? Mnaishi na kwa mbali na kwetu. Na kitu inachangaza mimi sikunywangi pombe wala kitu yoyote ya dunia. Nimewacha wakati nimekuwa na watoto na mabibi zao. Mimi nikawacha kila kitu ya dunia. Na nikaingia kwa kanisa. Kwa hiyo pia nilikuwa nalewa, nilikutana naye nalewa nikamfika. Hii inanichangaza, iko sababu ni mtoto. Kijana ule wa mbele ameenda nini litaya. Kulitaya, huyu anasoma na watoto wangu hiyo katikati. Ndio alipewa nini usafiri. Sasa alikuja kwangu akitaka mawe ya kujenga. Mimi nikakataa. Manake alikuwa anataka pesa bure na mimi nataka pesa. Ule tafuchifu ndio aliambia ile wazazi ati ule mtoto analala na watu na yeye iko na mimba. Na umesema ulikuwa na ugonjwa hata bibi yako hujakutana naye kwa miaka 2. Umepona hiyo ugonjwa? Nitafuta pesa niende hospitali. Nilikuja Machakos nikaambiwa niende nitafute shilingi 1000 ngapi? 8,000. Sasa mimi kuenda ngitafuta hivi si ndio nilizikwa. Nikapelekwa wapi? Nilifanyiwa operation Makueni. Lini? Nikapasuliwa hata hapa bado. Ulifanywa upasuaji lini? Operation lini? Sasa tuseme ni mwezi ya 9 mwaka uliopita. Ukapona hiyo ugonjwa? Hiyo ya nini ilikuita ya uzazi. Lakini hii hapa bado pasuliwa. Na mimi naambiwa, mimi niliuliza daktari, hapana kunipasua hiyo. Akaniambia mtu apasuliwi tabari ngapi? Ukiendelea na kliniki utakuja nifanye nini? Nakupasua hapo. Kwa hivi nilifanyiwa operation huko. Sasa unasema kwamba wewe hujafanya hivyo, hukushika huyo mtoto? Hata ni mbali sana na kwangu. Na mimi niko na wachukuu, weko na watoto. Kwanza hawa mbona mimi siyasika hawa? Niko na bibi yangu. Ni mzuri yeye iko. Mimi sikunywangi pombe. Na hiyo pombe ndio inafanyanga mambo ingine au upanja au nini. Lakini sana pombe. Na hiyo ndio inafanyanga mambo. Unafanya vitu mbaya alafu baadaye unajiuliza. Vitu sio jua. Kwa hivyo mimi sijawahi kufanya kitu kama hiyo. Hapana. Mimi wewe si jaji naweza kukuambia nilifanya. Si ndio? Nione nini? Nione wasaidizi. Lakini mimi si kufanya kitu kama nini. Na kile nasikia mbaya. Mama yake nilikuwa mgonjwa, mimi naambia jaji. Hakuna msaiti alinikuta. Mimi na yeye, atingilala na yeye. Ile mtoto tuko watano, pato panyiwa DNA. Kwa nini? Haya, ule mtoto wenda kupimwa, mimi sijapimwa. Sasa hii mimi naona nilifanya kudhulumiwa tu. Na umefungwa miaka ngapi? 15. Na uko na miaka ngapi sasa hivi? 82. Sasa kumaanisha utapa mpaka miaka 97 mpaka 97. Hiyo ni kuniua tu nisione watu wangu tena.
Pole sana mzee, pole sana mzee. Pole sana baba, pole sana. Unapanga kuapili kesi yako? Unapanga kuapili? Kupeleka kwa court of appeal? Hapana, nataka niandikiwe sasa. Uandikiwe? Maisha kwa gereza iko namna gani kwa hizi siku chache umekaa gerezani? Unajua kwa kwangu, unajua mimi tangu utoto wangu sijawahi kusikwa. Tangu utoto wangu sijawahi kusikwa ati niende nikafungwe. Sasa ndio wani na kile pile mimi naona, unajua hii watu unakaa naye hawa ndio wapaya. Kama sasa mahali sisi tulikuwa huko, nilikuwa naona ilikuwa mbaya, lakini kwa hapa sipokuwa sijui ama mimi ndio mkeni, mimi naona tu wale nakaa naye ndio wapaya. Uchokozi, wanakuanga na uchokozi na hakuna kitu wa kukusaidia. Kama sasa mimi nalalanga pile blanketi, unasikia iko na baridi. Mahali mimi nalala, huyo ananisukuma, huyo ananisukuma, yaani sasa mimi ni mkeni. Mimi nawaambia, mimi nakuja hapa pile nakuja. Kwa hivi, kile kiko naweza kuniheshimu. Tusukume hii nini, tutoke wapi? Mimi naendelea tu nione vile wanaendelea. Kwa hivi siwezi kukueleza sana kwa hapa. Maana yake mimi sijaona wasikali akifika watu. Najua wasikali na zingine na kuanga nini. Mimi sijaona mtu anapikwa. Sijaona nini, sipokuwa kulala na kuvaa ndio mbaya. Kulala na kuvaa, maana yake hakuna blanketi. Kumbuka sati suruali ni hii. Sati ni hii. Ngipua lazima nivae hii fulana peke yake. Ngiwa sina kitu ingine. Sabuni sijajua maana peana. Unajua hii ni tabu. Sasa siwezi jua sasa mahali ingine. Sijawahi kujua sana vile livyo. Siwezi kukuelezea hapo mbele. Manake sijachungua vile livyo. Mutungi Nziki Ndaise. Asa hii ndio umepewa, imeandikwa jina lako na ile kesi umeshtakiwa na ile kifungo umehukumiwa, sio? Na wakati niliofungwa. Na ile wakati utatoka. Unaona hapo ni mbali sana. 2030. Na hapo ni wapi nitakuwa wapi? Bibi na watoto walivyosikia unafungwa walisema aje? Hapana, wanajua huyu ndio amenichingetea. Hata sasa ananiuliza akuje hapa. Manake ndio huko. Watu wangu wananipenda. Manake unatafuta vile mimi naweza toka wanashindwa. Mimi iko na vijana 9. Kijana 9 na msichana moja ndio 8 wakati ya mapinduzi. Iko na watoto 7. Kwa hiyo nakwambia mimi sikunywangi pombe na wananipenda zaidi. Hata majirani. Kwa hivi mimi naona mbaya kwangu zaidi. Manake nimefunga bure tu. Mungu iko tu. Mungu atakusaidia mzee. Ile unasikianga mtu anadharauliwa anafungwa bure ni kama hiyo. Manake nilifungwa bure tu na nizawilia hii nini. Manake kile kibaya hakuna mtu alinikuta mahali. Haya vile. Patala kufanywa DNA hakuna. Hakuna mtu alikuja hivi akaniona mimi niko huyo. Haya sisi tuko watu 5.
Sasa wengine Wale ambao mlishukiwa kufanya kitendo wanawachwa. Hata kwa hapa nini statement anaandikwa watu wangapi? 5. Na tukiuliza jaji, ingemuuliza wewe, hii watu wengine weko wapi? Ananiambia unajua kile kilivyo, mtu afanye kesi yake pili, alikuwa anaenda kwa msichana. Haya, tukiuliza bibi nyumbani, ananiambia wale kijana alikuwa na kuanga na wewe, weko hapo nyumbani tu, weko hapo tu, pato sikwa tulizikwa sisi tokewa wawili, na hiyo ndio tunahangaishwa sisi. Si Mungu iko, unajua akipunga njia hiyo anapungua ingine, apungangi yote, atapungua njia tu, manake anaona hiyo sio kweli, atakuja kunifungulia njia. Ni mmoja wa wafungwa wenye umri mkubwa zaidi ambao tumebahatika kusikia kisa chake kilichopelekea yeye kuhukumiwa miaka 15 gerezani. Hii ni licha yake kuwa na miaka 82.